Mnamo mwaka 2007 ilitoka movie inayoitwa Perfume The Murderer Guy. Perfume The Murderer Guy ni moja kati ya movie ambayo ina story kali sana, based on a novel, lakini novel hiyo iliandikwa na mwamba huyo aliyeandika hiyo novel based on a true story. Yani yeye alichokifanya amebadilisha tu baadhi ya vitu. The Perfume ni mwamba mmoja yupo ndani anaua wanawake kwa sababu ya harufu. Harufu tu ile inamvutia yeye, ikimvutia anaua kwa ajili ya kutengeneza perfume. Sasa ngoja tuendelee sasa nikuelekeze. Mwamba ambaye story yake ilikuwa imebased na hii movie, ambaye alitengenezewa novel ambayo inaitwa The Perfume, ambapo yeye mwamba alikuwa anaua watoto pamoja na wanawake. Baada ya kuwaua anatengeneza sabuni. Let's assume sabuni ilikuwa ikoje? Hiyo sabuni ilikuwa design gani? Unachukua sabuni kwa ajili ya kuoga na kuwa fresh, lakini kumbe ulikuwa unaoga maiti. Kwa that time ilikuwa mwaka 1906, 1900 kama 50 kitu hivi. Ilikuwa ndo mwamba huyo alikuwepo na alikuwa akifanya mauaji ya design hiyo kwa ajili ya kutengeneza sabuni zake kwa ajili ya kuuza. Sasa ndo sawa sawa na hii The Perfume The Murderer Guy. Hii movie mwamba anazaliwa kwanza, picha inaanza anazaliwa akiwa yupo, mama yake anamzaa akiwa yupo kwenye banda la samaki akiwa anauza samaki. Baada ya kumzaa anamwacha chini akiwa kwamba alikuwa anataka kumuua, kitu kama hivi. Mama yake anauliwa kwa kosa la kutaka kumuua mwanae. Mtoto anazaliwa anakuwa na very sensitive pua zake, yani ni very sensitive. Unaweza ukawa upo zako Kariakoo, yeye yuko zake Mbagala, lakini akasikia harufu nzuri na akawa anaifuatisha tu ile harufu. Yani akiwa anafumba macho wale ananusa, anakuwa anafuatisha ile harufu na mpaka anakufikia ulipo Kariakoo. Yani ilikuwa ni very sensitive, alikuwa na kipaji cha kipekee. Alikuwa na uwezo wa kunusa harufu ya samaki au harufu ya chura aliyepo chini ya maji. Let's assume alikuwa ni mtumwa. Baada ya kuchukuliwa akalelewa katika kituo cha watumwa. Baada ya kulelewa katika kituo cha watumwa akaja kukua. Moja kati ya kitu chengine ambacho kilikuwa kinashangaza kutoka kwa huyu mwamba ilikuwa iko hivi: akiuzwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, basi yule mtu aliyomuuza itatokea ajali au itatokea situation yoyote itampelekea kufa katika siku ile ile ambayo aliyomuuza. Anauzwa kutoka kwa madamu ambaye aliyomlelea katika kituo cha watoto yatima. Anauzwa kupelekwa kwa mshikaji ambaye jamaa huyo anatumia watu kwa ajili ya kufanya kuchuna ngozi na nini wanyama na kuuza. Anampeleka kule. Baada ya kumpeleka yule madamu anakabwa, anachinjwa, anapokonywa hela. Anatoka dogo, anauzwa, anapelekwa kwa muuza perfume, ambaye huyo muuza perfume ndio atakuja kuleta sasa maana ya jina la movie ya Perfume, The Perfume The Murderer Guy. Baada ya kuuzwa, yule mwamba ambaye alikuwa akimiliki, ambaye ni mchuna ngozi, naye anatoka baa, amelewa, amekunywa, anagongwa, akigongwa anaenda anajibamiza kwenye kuta, akijibamiza kwenye kuta anadondoka chini, anakufa. Yani it's just like kwamba ukiweza kumwachia au ukaweza kumruhusu akaondoka katika maisha yako, akaenda labda akamilikiwa na mtu mwingine, basi jijue wewe siku yako hiyo ndio kifo chako. Yani kama ulikuwa unahitaji kushahadia, inabidi ushahadie. The Perfume Murderer Guy, baada ya mwamba kuweza kununuliwa na mwamba wa zamani wa kale ambaye alikuwa na deal na masuala ya perfume. Baada ya kumnunua, kabla ya kumnunua aliweza kukutana naye baada ya kumpelekea masuala ya ya ngozi. Akaanza kumuuliza masuala ya perfume kwa sababu yeye alikuwa ananusa, na akinusa anajua ni mixer ipi ambayo nikimixa hii napata kitu fulani. So akawa anafanya hiyo kazi pale kwa yule mzee. Akamrudishia jina kwa sababu mzee jina lake lilikuwa limeshapotea kutokana na watengeneza perfume wengi wapya kuwepo katika mji ule. So yeye jina lake likapotea, yani totally.
kwa sababu yeye ameishiwa idea za kumix ili apate kitu kipya. Baada ya kuweza kufanya kazi na yule mzee, akaweza kumbadilishia maisha yake yule mzee, akamtengenezea mixer mpya ambazo zilikuwa ni very sensitive, ambapo wateja walikuwa hawaingii dukani kwake mara kwa mara, lakini baadaye ikawa kuna wateja mpaka akawa anachoka, ikawa mpaka kumwachia dogo ilikuwa ni vigumu, kwa sababu ndiye aliweza kumrudisha katika rada yake ya kuuza perfume. Okay, baada ya hapo yule dogo akawa anaendelea ni the way alivyokaa ni kama kiumbe fulani hivi cha ajabu. Ni binadamu, lakini the way alivyokaa, akili yake vile alivyo, ni kama kiumbe fulani hivi cha ajabu. Hata kuingilia mwanamke hajui, yani alikuwa hajui kitu chochote. So baada ya hapo ikawa kuna baadhi ya harufu ambazo just like kama takriban 15 ambazo alikuwa zinamvutia sana, yani akikaa akivuta inakuwa inamvutia sana. Alikuwa na try kutengeneza perfume ambayo hiyo perfume akienda kuitengeneza ana uwezo wa kucontrol binadamu yoyote, yani kwamba ana uwezo wa kukaa kuitengeneza au akaitia hapa, alafu akaamuru kwamba msahau na mkasahau kupitia yeye feelings zake. Yani anaweza akaa amewaza hawa kupitia harufu hii wasahau na wakasahau kabisa cha kufanya. Kwa hiyo akawa na ikaenda baada ya yule mzee kumwacha, alimuomba yule mzee aachane naye. Yule mzee akamwambia sharti la kuachana na mimi inabidi unipe mixer, yani kitu gani na kitu gani nikimix naweza kupata perfume design fulani, naweza kupata design fulani, nataka unipe mixer 100 tu. Lakini badala yake yule mwamba akampa yule mzee mixer 1000, akamtajia yani ukimixa hichi, ukimixa hichi, ukimixa hichi, ukimixa hichi, ukimixa hichi 1000. Baada ya kuondoka yule mwamba, hapo sasa ndo alipoanza kuwa mkatili na muuaji. Akaanza na mwanamke mmoja ambaye mwanamke huyo alimuomba, ambaye alianza kuua kwanza. Kuna mwanamke the days before, baada ya kumuua akawa anamnusa harufu yake, yani anampapasa mwili wake, ananusa harufu yake. At the end of the day akawa yani it's just like kama ni mtu wa ajabu, yani ile harufu inakuwa inamvutia sana. So badala yake alipotoka hapo sasa ukiachana na huyo mmoja ambaye wa kwanza kabisa kumuua, alivyoenda akaanza kufanya mauaji. Aliweza kumnunua malaya. Baada ya kumnunua malaya, akamuomba kwamba anataka afanye experiment ya perfume. Na yule sasa, huyo malaya ndio aliosababisha wanawake wengine wote kuendelea sasa wakazidi kuuliwa. Walizidi kuuliwa vipi sasa? Okay, let's continue with our movie The Perfume Murderer Guy. But cha msingi usahau kusubscribe, hilo ndio jambo la msingi. Alikuwa anampaka mwanamke mafuta ya mgando. Baada ya kumpakaza yale mafuta ya mgando, anachukua kama design ya kitambaa, anamfunga nacho. Akishamfunga anamwacha kwa muda wa dakika kadhaa na yale mafuta plus na kile kitambaa. Baada ya muda kadhaa anachukua design ya kisu kimekaa, yani kwa design hii naweza nikakionyesha hapo ukakiona kisu ambacho alikuwa akishakichukua, anaitoa yale mafuta ya mgando katika ule mwili, alafu anatia kwenye bakuli, ambapo ile harufu ya yule binadamu ambayo inamvutia yeye inakuwa imeingia kwenye yale mafuta, ambapo anayaenda it's chemistry mule imefanyika, anaenda kuyageuza kuwa kwenye mfumo wa liquid, ambapo akitoka hapo anageuza kuwa perfume, yani mafuta ya perfume, kabla hajamixa mafuta yote 15 ambayo yanaleta yale mafuta ambayo nilokuambia kwamba ana uwezo wa kucontrol. Baada ya kutoka hapo, mwamba anaendelea akawa yule mwanamke akamgomea. Alikubali mwanzo, lakini baada ya kumuona anatoa kisu akamgomea. It's just like kwa nini atoe kisu? Anataka kufanya nini? So baadaye akaamua ikabidi sasa, ili kumlazimisha kufanya kile kitu, ikabidi amuue. So ikawa ndo design yake. Anaua, anamkata nywele mwanamke, anamtia mwili mzima ile. Akishamtia yale mafuta mgando mwili mzima, anamfunga na hilo tambara. Akishamfunga, anamweka sehemu
kwa muda wa dakika kadhaa. After that anamfungua, anamtoa ile mwili mzima, anamtoa yale mafuta ya mgando mwili mzima. It's just like kama unaweza ukaona kama vile anamchuna, well no, anakuwa kama anamtoa yale mafuta ya mgando alafu anarudisha kwenye mfumo wa liquid. Ikawa wanawake wengi wanapungua, wengi wanapotea pale katika ule mji. Ikabidi waanze kumsaka nani anayefanya mauaji haya ya wanawake. Wanakuja kumuona tu mwanamke tayari kashakufa. So ikawa anapiga msako. Baada ya kupiga msako, movie kabisa ikiwa inaanza, wanaonyesha kwamba mwamba anataka kuuliwa, yani ndo amehukumiwa kifo. So baada ya kupigwa msako akaja akakamatwa. Baada ya kukamatwa akaja akafungwa jela. Kufungwa akawa anasubiria katika siku yake ya hukumu, siku yake ambayo watu wote wanataka kumshuhudia huyo muuaji ambaye alikuwa akifanya mauaji hayo ya wanawake. Wanataka kumshuhudia na wengine kumtukana kila aina ya matusi, akiwa ananyongwa katika siku hiyo ambayo alopangiwa kuuliwa. Okay, baada ya kufungiwa kule alikuwa tayari asha mixa yale mafuta yake kama takriban 15 alisha mixa katika design moja ambayo inaleta mantiki ya yale mafuta ambayo ukikaa ukijidondoshea hapa pap ukawaza kitu basi kina happen. So alivyochukua akaingia nayo kule jela. Alipoingia kule jela akaweka kwamba akajidondoshea. Baada ya kujidondoshea akaweka kwamba wote wasahau walitaka kumfanyia nini, badala yake wamuone kama malaika, yani wamuone kama angel. Sijui umenielewa, yani wamsujudie kitu kama hivyo. Okay, baada hapo akatoka zake. Baada ya kutoka akaenda zake, akachukuliwa akabadilishwa nguo, akapelekwa kwenye kuhukumiwa. Baada ya kupelekwa kwenye kuhukumiwa, lakini matokeo yake watu wakawa wanamuona na kusema kwamba huyu sio mkosaji, huyu ni angel, ni kama angel hivi na hivi, mpaka wale mapadri na nani wale mababa wa kiimani wote nao wakawa wanasema haiwezi ikawa huyu ndo aliofanya vitendo kama hivyo hivi na hivi, yani it's just like yale mafuta yanafanya kazi. Badala hapo akawaza kwamba wafanye mapenzi hadharani pale yeye akiwa anawatizama wote wale waliojumuika pale kushuhudia kwamba yeye anakufa, maana wakafanya hivyo. Kiachana na hivyo, naweza nikakupa very sensitive hii movie, usitizame na mtoto under 18 yoyote, usikae ukatizama naye. Cha msingi unachotakiwa wewe, unatakiwa kama unaitizama unaitizama kivyako. Okay, tukiendelea kwa kumalizia, mwamba anakuja anaondoka, lakini baada ya kuondoka anaondoka ile sehemu. Baada ya kuondoka ile sehemu watu ndio wanapata akili. Sijui umeelewa, yani akishajitia mafuta maybe akishawafanyia kile kitu, then yeye akiondoka watu wanarudi na akili. Baada ya hapo akaona kwamba ili sawa, nimefanikiwa hichi kitu ambacho mimi kilicho nifanya kwamba nione kwamba it's not a good ending. Ending yake haikuwa nzuri sana, ni kwamba mwamba anakufa hao. Mwamba anaenda zake sehemu. Akishafika sehemu anakutana na watu wenye njaa. Unajua wale homeless people wamejitenga sehemu moja, wachafu nini, wana njaa. Atakachokifanya yeye atajitia mafuta kwenye utosi. Baada ya kujitia ataamuru wale waje wamle mpaka kifo chake. Ndicho atakachoenda kukifanya, watamla yeye mpaka kifo chake. Na ilikuwa ni night, lakini baadaye asubuhi inakuja kuonyesha kwamba pale alipozaliwa ndipo pale alipoenda kufa. That's the end of the movie. The perfume, The Murderer Guy imetoka mnamo mwaka 2007. Ulikuwa nami bin_Yusuf Militatu. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Bin Yusuf, maana ukisubscribe utaweza kujipatia movie zote kali. See you till the next time.